Mapema Disemba 7 mwaka 2025, taarifa ziliweza kutangazwa na jeshi la Benin kwamba jeshi hilo limeweza kuchukua madaraka ya nchi hiyo, kwa maana kwamba limeweza kufanya mapinduzi. Lakini muda mchache ulipita, taarifa zilitoka rasmi tena kwamba mapinduzi yale hayajafanyikiwa. Swali kubwa ni kwamba ni kipi ambacho kilipelekea mapinduzi katika taifa la Benin kutokufanikiwa. Karibu sana mtazamaji wa Vora News. Kama ni mara ya kwanza kutazama channel yetu, basi bonyeza neno subscribe chini ya video hii ili mradi kwanza kupata taarifa zetu ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Story mbalimbali, makala pamoja na historia mbalimbali utazipata hapa. Subscribe YouTube channel yetu @Vora News. Tarehe 7 Disemba mwaka 2025, nchini Benin kulitokea jaribio la mapinduzi lililoanzishwa na kikundi cha wanajeshi kinachoitwa Military Committee for Reformation CMR. Kikundi hiki kilidai kumondoa rais aliyeko madarakani, Rais Patrice Talon, ili mradi kuweza kusimamisha katiba mpya ya nchi katika taifa hilo la Benin. Lakini jitihada zile ziligonga mwamba mara baada ya taifa la Benin kuweza kupata usaidizi mkubwa zaidi kutoka mataifa mengine. Ndipo jeshi la serikali la Benin liliandaa haraka mipango ili mradi kuweza kudhibiti katika hiki kinachoitwa mapinduzi katika taifa la Benin, huko ikiwemo kudhibiti miji mikuu katika taifa la Benin, viwanja vya ndege na makao makuu muhimu ya jeshi katika taifa hilo, huku vikosi mbalimbali viliweza kutoa msaada katika taifa hilo katika mataifa mengine, ikiwemo wanajeshi wa Nigeria na vikosi vya anga vinavyohusiana na usalama wa eneo hilo la Benin. Msaada huo uliwasaidia moja kwa moja kudhibiti mipaka ya taifa la Benin na pia kuweza kulinda miji mikuu na kuzuia wale wote waliotaka kuweza kuipindua taifa ama kufanya mapinduzi katika taifa la Benin kuweza kufanikisha lengo lao. Kundi la CMR, kikundi cha wanajeshi cha Military Committee for Reformation CMR, kilishindwa kuendelea na mipango yake ya kuweza kufanya mapinduzi katika taifa la Benin, huku kuanzisha mpango rasmi wa maeneo mbalimbali pamoja na mawasiliano ya miji mikuu ili mradi kuweza kuweka kila kitu kikae sawa katika taifa hilo, wakidai kwamba wanahitaji kuanzisha katiba mpya katika taifa la Benin. Lakini kutokana na usaidizi uliotoka nje ya taifa la Benin pamoja na jeshi la serikali la Benin, liliweza kudhibiti mara moja kikundi hiki cha CMR kuweza kuendelea na mapinduzi ama mageuzi yaliyotakiwa kufanyika katika taifa hilo. Aidha, raia wa Benin walishirikiana moja kwa moja na jeshi la serikali ya Benin kwa kutoa taarifa na kudumisha utulivu katika maeneo mbalimbali ambayo CMR walianza ili mradi kuweza kuchukua taifa zima la Benin na kuweza kuanzisha katiba mpya ambayo walikuwa wanaidai. Jambo hili liliweza kusaidia moja kwa moja kudhibiti harakati zote zilizopangwa na kikundi cha CMR ili mradi kuweza kufanya mapinduzi katika taifa la Benin. Maana yake tayari raia walikuwa wameungana na jeshi la serikali la Benin. Kwa mujibu wa hali ilivyo kwa sasa, jaribio la mapinduzi limeishia na kushindikana moja kwa moja, na kikundi cha CMR limeshindwa kufanikiwa moja kwa moja kuweza kufanya kitendo ambacho alitaka kukiita kama mapinduzi katika taifa la Benin ili waweze kuanzisha katiba mpya, huku jeshi la serikali ya Benin pamoja na msaada wa vikosi vya kigeni na ushirikiano wa raia ndio sababu kubwa zilizosababisha kudumisha usalama na utulivu nchini Benin na kupelekea kile kinachoitwa mapinduzi ya taifa hilo kutokufanikiwa hata mara moja. Ni kipi ambacho kitajiri? CMR wataendelea zaidi kupambana ili mradi kuweza kufanya mapinduzi yaliyotajwa, ama nao wataishia pale pale? Subscribe YouTube channel yetu Vora News. Kama ni mara ya kwanza kutazama channel yetu, itakuwa vizuri zaidi utapata update pamoja na makala mbalimbali na story zinazotokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Subscribe YouTube channel yetu Vora News.